Salome, damu ya kizazi cha tatu imesimama. Ukitumika uchawi wa nywele vibaya, utalipua vizazi vyote. Karulete, leo sitaki na hau zako wala michambo yako. Naomba uniambie, huyu binti alikuwa wapi miaka yote hii? Salome, usitaki kuyajua mengi zaidi. Mitama alonipiga na arabuku inatosha. Mwana wa Karulete, ngoja nikajipange upya. Msusi umeleta shida, tena so kawaida. Unazani unapata faida, kumbe watu unaumiza. Samani dada, naomba usaidie maji. Inaonekana umetoka mbali sana. Ndio, nimetoka mbali sana. Na siwezi kukaa sehemu moja. Vipi kuhusu wewe? Maana sijaona mtu mwingine itoka nimefika. Historia ndefu sana. Nahisi nikianza kusimulia utachoka. Hata kama ulikuwa mwenyekiti zamani, mimi nakulalamikia. Sitaki lawama na watu. Sitaki matatizo kabisa. Gogolacho, ulevi wako haujawahi kukudhuru hata siku moja. Ila ukiendekeza sana uchawi, utakuja kuadhuru hata watu wasiokuwa na hatia. Na kushauri, msamehe aliyekukosea. Kumbe mwehu mpuuzi. Nilifikiri utaanza na pole, kumbe unaleta vitendawili vyako. Sasa ngoja nikawaonyeshe kazi. Si walizoea shule kusoma A, E, I, O, U. Sasa mimi naenda kuonyesha matatizo tu. Watu wengine hata uongozi hauwafai. Ulipewa kwa kulisishwa tu. Kumbe hamuna hata kalama ya uongozi. Guruguja we, kalungu yeye. Msusi unawanga, mchana kutwa uogopi. Unawanga wazi wazi. Wagogo. Na mwana Karulete, Hizi ni fedha kubwa sana kwangu. Siwezi kuvunjiwa kiringe changu. Nimepikwa na wazee wa kimila wakubwa sana na kukabidhiwa uganga huu.
Yule Narabuku zile nguvu kazitoa wapi? Na sisi tuna haja kubwa sana kupata kile chungu ili Narabuku tuweze kumfunza adabu. Kalulete, ni njia gani tutumie ili kuweza kupata chungu? Mikoba hii nimekabidhiwa na Kingaru mwana wa Banzi, na ninakula kiapo kwao kusimama kwenye hili, na hatuna muda mrefu tunakimiliki chungu na kuimiliki maya yote ya wachawi. Kwa sasa unaweza kufanya jambo lolote na lisikukute jambo. Nimekuwa nikijaribu kwa muda mrefu sana, sijawahi pata majibu. Ila kwa kuwa umeniaminisha, acha tu niende nikafukue ili niwe huru. Na endapo utapata shida yoyote, nitasimama na wewe, kuwa na amani. Asante sana rafiki yangu. Najiuliza kwa nini sikufahamu mapema. Salome, binti mwenye shepu lake hapa mjini. Nilikutamkia kwa mapenzi ya dhati kuwa nakupenda. Ukanijibu unavyojisikia. Sasa basi, nina taarifa zako nyingi sana chafu kutoka kwa Ugula Choo. Hii itakuwa kama fimbo ya kukupiga. Hivi, haya ni macho yangu au ninaota? Hayo ni macho yako, na kama ule kudanganya basi tambua wazi kuwa yanakuongopea katika hili. Unaweza kuniambia nini kimekuleta? Wewe Sudi, wewe. Yaani ujinga wote aliokuwa anakufanyia huyu mwanamke, leo hii umekuwa bwege nazi. Macho matatu lakini kuona hayaoni. Yaani umetoka ulipotoka, umeamua kuja kuishi hapa. Umemfuata. Kweli hamna kitu. Sasa nikwambie kitu kimoja. Elewa wazi kuwa mimi na wewe tumejuana ukubwani na hatuna urafiki kivile. Sasa huko unapoelekea ni kubaya. Tutakuja kufikia sehemu ambayo mimi sijatarajia wala wewe uje kuifikiria. Naomba uondoke. Wewe mjinga nini? Utanifanyia nini mimi? Hebu nisikilize. Mimi sikuogopi wewe wala huyo fala mwenzio. Yaani wote kifupi siwaogopi. Alafu mwambie Mgaya alikuja. Nina package yake nzuri ya kumuonyeshea. Sasa yeye ndo atachagua katika hiyo package. Aimungunye au aimeze. Kwa sababu sijui kama itamwasha au itamfukuta. Ila langu atalijua. Wangu kuwe Kalulete ode wangu kuwe Kalulete ode wangu kuwe Kalulete ode wangu kuwe Kalulete ode Nita Sudi kutwa na Kalulete, naona kama zoezi mlonituma la kufanikisha kupata kucha za ule binti linaanza kufanikiwa, kwa sababu Salome naye anataka nywele. Kwa hiyo njia rahisi ya kupata zile kucha naona nimtumie Salome. Sudi, pole kwa kupata ulemavu. Ina maana viungo vyangu vitaharibika au? Mara 10 ungepata ulemavu wa kiungo kulikoni ulemavu wa akili uliokuwepo nao Sudi. Salome anataka kukutumia wewe kama zuzu lake, na ukimfanikishia kupata zile nywele za yule binti, Sudi tumekwisha. Msosi unaanga mchana kutwa uogopi, unaanga waziwazi Mola wako mwogopi.
Shikamoo kaka. Vipi? Mnakukutana kokotana shikamoo kaka, shikamoo kaka. Leo mna kaka? Kama unavyomuona kakaangu. Ndo nimemkuta hivyo hivyo anaumwa. Nimemuona nimlete hapa. Kimemkuta nini? Sasa kukiniambia anaumwa nini? Mwenyewe sijui kama hali yake unavyoiona. Ndio maana nikasema nimlete kwako kakaangu. Wewe ndo mkubwa. Mimi siwezi kuishi naye hivi afu ni mtoto wa kiume, mimi ni mtoto wa kike. Si nilikwambia kuhusiana na tabia zake wewe? Nilikwambia kabisa kwamba huyu mtoto riziki zake zimeisha. Leo unaniletea mimi hali shakwa hivi. Sakalatul mauti unaniletea mimi. Wewe si ulisema utapambana na ndugu yako kwa sababu damu nzito kuliko maji. Leo kimiminika kinakushinda, si ndio? Kaka, tusahau yote yaliyopita. Tugange yajayo. Mambo tusikiliza kakaangu. Mambo tukaribishe. Tusifanyie hivyo afu tuko nje. Huyu ndugu yangu na hata mare mama analijua kwamba mimi nampenda. Ila huyu mbwa, mpumbavu, mjinga. Ndio maana nilikwambia huyu ndugu yetu hatufai. Tabia zake ni wizi, mkabaji, tabia chafu. Kuna kipindi alibaka. Tena alimbaka bibi kizee. Wewe unafikiri sura yangu mimi nilikuwa naiweka wapi? Kila mmoja anakuja kuona mimi labda nafuga. Ndio maana nikasema simtaki. Leo yametokea hayo. Unaniletea kaka. Oya, mchuma janga ula na nduguze. Sasa ndugu wa kula naye janga la huyo sio mimi. Tafuta pa kwenda naye. Basi kaka, kama hata sio kwa ajili yetu, fanya basi kwa ajili ya mama. Alivyokuwa anakupenda basi fanya hivyo, mpokee huyu kwa ajili ya mama tu. Kwa heshima ya mama. Tunaomba. Tusikilize kakaangu. Nenda.